Hey, what's up, my people? Mazee, it's your boy Lawyer Toxi, the best host on Smart Radio representer mazee. So nilikuwa nimwambia juzi tu, nikamwambia kuna EP yenye Mbosso anakuja kuiangusha kwa mafans wanaopenda mziki sana, mziki wa kibongo, mziki fulani hivi wa kimapenzi hivi. Kwa nishawapigia kitu fulani hivi. So Mbosso officially ametoa EP ya ngoma 7 songs mazee, track fulani hivi za kichokozi kishenzi. Alafu unajua kuna wengi walisema kwamba Mbosso tu alipogura label ya WCB maybe ataenda free, ataenda like talanda yake itaenda ikufie fresh. Lakini Mbosso ameamua kuonyesha kwamba Mbosso ni Mbosso tu. Mbosso kani ni Mbosso tu. Maana ameruna track fulani hivi 7, lakini track zenyewe za kishenzi unyama mwanangu. Alafu tune in pia ameshaongelea mambo ya label, kuanzisha label fulani hivi. So wetulia tu na mimi hapa kwenye Smart Radio, nitakuwa nakwambia ni label gani Mbosso anakuja naye. Alafu kuna msanii anatazamiwa sana kukuwa wa kwanza kujiunga na label ya Mbosso. Kwenye track za Mbosso 7, track namba 1 inajiita Merija. Aka nikasongo fulani hivi kama piano, unaona? Ama piano hivi. Alafu song inazungumzia mapenzi ya jirani yani. Hivi maybe umekaa kwa zile nyumba za kupanga ama amekaa kwenye nyumba za kupanga hivi. Alafu yupo na jirani. Washaanza, nipe chumvi, naomba chumvi, naomba chaja. Hivyo washaanza kuzoeana, washaanza kuwa pamoja, penzi limeingia. Yaani wameingia penzini kinoma sana. So, Mbosso hapa anamsifia jirani yake walivyoingia kwenye mapenzi. Alafu Mbosso mwenyewe anasema, jirani nimekuzoea. Kisikia track hivi yani. Anasema ni macho yangu na macho ya jirani yanatazamana. Ngoma fulani hivi ukisikiza yani ya kiuchokozi yani mwanangu. Ukisikiza hata mimi unajipata una fall in love kishenzi. Hiyo ni track namba 1. Track namba 2 inajiita Aviola. Nika ngoma fulani hivi still bado chaseme kama piano hivi, si ndio? Kana mzungumzia dem fulani hivi anaitwa Aviola. Dem fulani hivi maybe uko penzini tayari na Mbosso na anamsifia kusema, anaanza kwanza, nina hadithi fulani hivi kama penzi. Saka umrema anaitwa Aviola. Yaani ni dem fulani hivi niseme ana tabia nzuri hivi. So ameingia kwenye penzi. Hivyo ipo kwenye penzi na jamaa fulani hivi, jamaa linamsifia hapo hivyo. Ukiangalia inasema pia wazee wa nyumbani ama wazazi walijamaa fulani hivi lenye mapenzi na ude manda Aviola. Mpaka wazazi wanamkubali, mama anamkubali kishenzi, yani anamsifia dem fulani hivi. Alafu unavyokumbuka tu juzi hivi Mbosso amekuwa anahusishwa sana na msanii Mbosso ile wa msanii anakuanga kwa label ya Nandi TZ. Msanii huyu Yami amekuwa kwenye game tu hivi. Ndio fulani hivi anapiga ngoma za kimahaba. Yupo na ngoma fulani hivi na Mbosso mwenyewe anajiita nitadumu naye. Kamsha ngoma fulani hivi yake Barnaba na Mbosso inajiita usingizi. Alafu ana ngoma fulani hivi track moja kiuchokozi hivi na inajiita na yachukia mapenzi yani. Kangoma fulani hivi kametulia. So amekuwa anazungumziwa sana ama anahusishwa sana na Mbosso. Wako penzini na Mbosso. Hatuelewi. Maybe sifa hizi anazopatiwa Yami anapatiwa. Sikiza track namba 2. Track namba 1 Merija. Track namba 2 Aviola. Tunaenda track namba 3. Track yenyewe ni unyama mwanangu. Alafu ukisikiza vizuri hivi na kufunza kinoma. Sasa hapa Mbosso anazungumzia ugumu wa maisha yani. Alafu anamzungumzia rafiki yake hivi, anampatianga madili, anajiita Asumani. Hiyo track namba 3 inajiita Asumani. So hivi Mbosso ukisikia ngoma lile linavyoanza TV yangu, soma picha mwanangu. Mbosso ametoka chumbani, ameingia hapo kwenye cave kidogo, anashikisha, anasema manze maisha ni magumu kinyama. Ameshaenda kuitisha tu chai jero, kama ndazi jero, yani maisha ni magumu kinyama sana. Kidogo hivi Asumani anatokea sana rafiki yake yule, anampatiaga madili. Alafu ukiangalia pia Mbosso anamkubali sana yule rafiki yake, unaona? So kijana anapatiaga Mbosso madili zingine kishenzi. Lakini leo hii
Asumani anapatia Mbosso dili fulani hivi ambalo linapeleka Mbosso gerezani kishenzi yani jamaa. Maana Mbosso unapoangalia hapa anasema Asumani amekuja kumpatia Mbosso kibeti. Kibeti kile chenyewe baada ya dakika 2-3 hivi Asumani anaambia Mbosso, "Kimbia Mbosso." Maana anamuitania wezi. Mbosso anashikwa anapeleka ndani. Sasa inazungumzia tu urafiki za kuwa na manako hivi hapa ile kitaa unamkubaliki kinoma na kupatia ngadili ya mihela, lakini leo siku fulani hivi inafika maana anakupatia dili fulani hivi la kishenzi, maybe linakuharibia maisha, ushanielewa. Track namba 4 linajiita Nusu Saa. Hapa ni mapenzi wanangu. Ni ngoma fulani hivi limetulia. Ni ngoma fulani hivi la kichokozi, alafu ni ngoma fulani hivi hata ukilisikiza ukiwa na manzi yako mwenye hata linakubali tu mwanangu. So ngoma hili linaenda aje? Anamsifia manzi fulani hivi. Alafu anamwambia aje? Yaani manzi mwanangu, ukisikiza kuna misari hapo ndani zinasema mwanangu, linasema ukinipa penzi lako nusu saa haitoshi. Yaani Mbosso anataka penzi 100%. Maana ukiangalia huyu demu inasema kwamba mazee anaambia demu, "Oa." Yaani anamkubali demu kinyama. Anamwambia, "Oa, mimi ukinipatia penzi nusu saa haitoshi." Unaona? Nilikuwa nimewagawaga mafala fulani hivi moyo, wezi, unyama yani. Ngoma yenyewe ni ya kichokozi hivi. Pitia uisikize inajiita Nusu Saa yani. Mbosso mapenzi ya nusu saa tosheki, maana demu mwenyewe anajua mapenzi kinyama yani. Sifa tu mademu. Track namba 5 lenyewe linajiita Power. Power mwanangu. Hii si power tu, hii ni power ya mapenzi yani. Ukiangalia hivi Mbosso anamsifia manzi fulani hivi tena. Yani nilikwambia Mbosso huyu mshenzi yani, anapiga ngoma yani. Mwanangu ukisikiza una fall in love. Mbosso anaanza track inaanza hivi. Picha lenyewe linaanza kusoma hivi. Mbosso anawaambia aje? Kamusi naimaliza kurasa kukusifia yani. Kamusi. Sijui kama unanielewa mwanangu. Yaani alafu anasema hapa matusi anaiona kwenye Insta. Unaona? Yaani mwanangu nakwambia mapenzi unyama, alafu unajua. Hapa anawaambia mtoto wa kike, nishamalizaga kamusi. Unaona? Nishamaliza kamusi kukusifia. Sasa unamuelewaga Mbosso wewe. Nenda utafute hiyo ngoma yenyewe inajiita Power. Sawa? Anamzungumzia mwanamke, anamsifia, unaona? Anamsifia manzi fulani hivi. Anakubali si anazozikubalia yani, na akiwa na yule demu anamuelewa kishenzi. Track nyingine hapa inajiita Tena. Ni ngoma fulani hivi. Sema singeli hivi, kangoma fulani hivi kasingeli. Bado mapenzi tu. Hapa anawaambia wasee wakitaka kwamba haizi murudia ex. Kurudi kwenye ex wako maze dhambi. Unaona? Anaambia wanawake hapa kurudi sehemu ya ex mwanangu ni dhambi sana. Yaani anakuambia wewe hapo hivyo kishaachana na demu, acha kukua unaachana na demu unarudi, unaachana na demu unarudi. Huyu mwanangu anakuambia ukishaachana na demu ndo hivyo. Sijui kama unanielewa. Ukishaachana na demu tu wewe songa. Sahau mambo ya demu, vitu kama hizo, kumrudia ex wako ni dhambi. Hiyo ni ngoma fulani hivi. Imetulia chokozi hivi kwa wanaopenda muziki wa mapenzi mwanangu. Fika. Track hiyo inaenda kwa jina Tena. Track nyingine hapa inajiita Sipo Single. Na hii ndio track ya mwisho namba 7. Hii ni track fulani hivi kimahaba, si unaelewa. Ni ngoma fulani hivi imetulia mwanangu. Yaani hata ukisikiza ngoma yenyewe ukiwa na mpenzi yani tamani kulia mwanangu. Hapa hivi Mbosso anamwambia mpenzi like kwenye safari ya mapenzi mwanangu. Unaona? Wewe ndo dereva imara. Sijui kama unanielewa. Kwenye safari ya mapenzi wewe ndo dereva imara. Hivyo anamwambia dem fleni anamwambia pale panapo na utelezi ama utelezi kitu kama utelezi hivi wewe ndo dereva imara. Unaona? Sijui kama unanielewa. So ni track fulani hivi ya uchokozi hivi. Yaani kama unanielewa. Wewe nielewe tu hivyo. Ni ngoma fulani hiyo. Ni track namba ngapi? Track namba 7. Yaani asema wenzako ndio watu nje hapo ndani. Okay, mzee. Kuna disturbance kiasi. Lakini tuendelee na mchezo, si ndio? Hiyo ni track ya mwisho inayotoa Siko Single. Hapa Mbosso anaambia mpenzi wake pale nje,
Ukikutana na mtoto wa kiume anakutumia, mwambie mimi sipo single. Nipona lijamaa nimeliacha kwenye chumba. Mwanaume vile vile ukikutana na demu hivi, mzee demu ashakukubali ama ashakuelewa. Wewe mwenyewe unajua tu vizuri yani. Mambo ya kuchiti hamna. Ngoma hili linasema mzee sipo single. Alafu anamwambia demu, sometimes kwenye mapenzi kuna milima na mabonde, lakini usije ukanichoka. Mimi nakutrust yani, nakuaminia kishenzi sana. So majamaa, hiyo ni track, nitarudia tena kwa majina, nitakutajia one by one at least. Track ya kwanza inajiita Merija, track namba 2 Aviola, track namba 3 Asumani, track namba 4 Nusu Saa, track namba 5 Power, track namba 6 tena, track namba 7 inajiita Siko Single. Track zote zake jamaa wetu Mbosso. Is your man here, Lawyer Toxi. Endelea kusubscribe, piga views hapo. Is your man here. So kabla ya kuondoka mbele ya kamera, niwakumbushe kwamba kuna chaneli mpya hivi tumeianzisha, inajiita Lawyer Toxi 254. Lawyer Toxi 254 ni chaneli fulani hivi ya kichokozi mwanangu, usikose kuipitia, maana ni chaneli fulani hivi itakuwa inakupatia hicho kwa tunaongelea true life. Unaona? Maisha ambayo tunayapitia. Nitakuwa nawaletea majamaa hapa na kuelezea maisha ambayo anapitia pale nje. Alafu pia wewe kama unataka watu wajue maisha unayopitia pale nje, nitafute kwenye namba yangu hapo 01 12 26 3979. 01 12 26 3979. Kama una shida mwanangu nitafute. Maze nikuundie video at least watu wakujue hapo nje. Alafu elewe pia una shida ama una nini. Wewe njoo tu, tazungumza na watu watakusaidia mwanangu. Usijipe mwanangu. Pitia hiyo enda pitia kwenye hiyo channel ya Lawyer Toxi 254. Leo kuna bonge la video ambayo naliwawekea pale. Na naanza na mimi mwenyewe. Nataka niwaelezee mwanangu, mkuja mkajue wanangu kwamba mimi nimeanza mapenzi zamani sana. Darasa la 6 nakuja kuambia movie ilivyo. Picha lenyewe linaanza na mwenyewe hosta nakuja kuambia. So just tune in mazee, usitoke. Napenda kishenzi kwa mafans wangu wa TZ, maana na audience yangu sana iko Tanzania. Kwa mafans wangu wote mazee, I really respect you na I respect you wote. And I really like you. Mazee, have a good time.